Anasema sauti ya moyo wangu inavuma kama ndege katika mawingu ya ndoto zangu, lakini sauti hiyo hiyo sijui ni kwa nini haifikii masikio yangu. Nani ameweka ukuta kati yetu? Ni diary ambayo alikuwa akisoma binti. Sasa tunaona ghafla mamake anakuja anampokonya ile diary na kumuuliza umetoa wapi hii? Binti anajishikashika. Sasa kaanza kumwambia kwamba nilikuwa najaribu kusafisha huko ndani, sasa nikakuta diary nyingi sana zimeandikwa, nikachukua hii nikavutiwa nayo na kuanza kuisoma. Mama anamuuliza sasa, kwani wewe ni mtu unafanya kazi kwenye mambo ya kale mpaka uanze kupekua pekua diary zangu uanze kusoma? Wakaanza kugombaniana pale, ikawa vuta ni kuvute. Akaanza kumwelezea sasa, wakati nilivyokuwa mdogo nilikuwa ni mpenzi sana wa mashairi, ndio kipindi ambacho niliweza kuandika mashairi. Akamuuliza sasa, kwa nini siku hizi hauandiki? Akamwambia ni baada ya kuolewa, na katika sherehe ya harusi nilimeza ushairi wote. Binti anasikiliza tu, na kuanzia hapo kwenye hiyo sherehe majukumu yaliibuka. Mimi sasa nikaja kuwa ushairi wa hii nyumba. Alafu mama akanyanyuka zake huyo, kamwacha binti akiwa nawaza na kwanza kuona kwamba hii mbona story kama inavutia jamani, Sasa tuachane na huko, tuje huku upande wa pili ambapo tunamwona binti akianza kumwelezea mume wake kuhusiana na hilo tukio. Anamwambia kwamba naelewa ninachokisema na kama hutaki kunisaidia basi nitakwenda kufanya hivyo mwenyewe. Kwamba kumbe binti alikuja kumwambia mume wake kwa ajili ya kuweza kupublish kitabu, yani kuchapisha kitabu kwa ajili ya kuandika yale mashairi ambayo ameweza kuyasoma kule kwenye diary ya mama yake. Anamwambia nilikuwa hivi katika enzi za utoto wangu, nilipenda kuchora pamoja na kupaka rangi na nilikuwa nataka kujifunza kusomea sanaa, lakini kwa sababu ya pressure ya wazazi wangu nikaja kuwa engineer. Lakini ile furaha tulikuwa tukiweza kuipata kwa kushika mabrush kwa ajili ya kuchora hatuipati sasa hivi. Tumezika majukumu yetu juu ya ndoto zetu. Lakini Sanju, je, ndoto zetu zimekufa? Namwambia kwamba uandishi wa mashairi ilikuwa ni ndoto ya mama yangu na hakika nitaitimiza. Haya bwana, jamaa kazi yake ni kusikiliza tu. Haya, tuje tena siku nyingine tena, ikiwa ni asubuhi kabisa, jua la kuchomoza. Na binti akiwa amekuja ameshika bahasha mkononi mwake na kumwambia mama yake, hapa mama, kuna mzigo wako. Mama anashangaa, mzigo tena? Sijafanya kuagiza mzigo wa aina yoyote yule. Binti anamwambia, lakini jina lako limeandikwa hapa juu, fungua mama na uone. Mama anasema, hii ni maajabu. Basi mama inabidi kuweza kufungua ile bahasha na kuweza kuona kitu ambacho kimeweza kuwekwa ndani ya bahasha. Ghafla anakutana na kitabu. Anashangaa, ni kitabu tena? Binti anamwambia ndio. Anamwambia mbona imeandikwa jina langu? Binti anamwambia kwamba ndio, kwa sababu wewe ndiye mmiliki wa hicho kitabu. Anamwambia kwamba yale mashairi yote ambayo ulikuwa ukiandika katika siku ukiwa chuo, basi yote yameweza kuandikwa katika hicho kitabu. Mama anamuuliza, na maana kwamba umeweza kufanya chapisho la diary yangu? Binti anamwambia mama, ndio mama, moja kati ya marafiki zangu ni wachapishaji wazuri sana wa vitabu, na amevurugwa baada ya kuona mashairi yako hayo ambayo uliweza kuandika. Amesema kuwa atasaini mkataba na wewe kwa ajili ya kitabu kinachofuata, na kesho kitabu chako kitakuwa kimechapishwa tayari. Anamwambia kuwa mashairi yako yatakuwa yakisomwa nchi nzima. Mama anasema ulifikiria sana kuhusiana na mimi. Anamwambia mara zote umekuwa ukinichukulia mimi kama mtoto wako katika hii nyumba. Jukumu la mtoto basi ni kuweza kuhakikisha kwamba ndoto za mama yake zinatimia. Mama alifurahi sana na kuweza kumpongeza kwa kazi kubwa na nzuri ambayo ameweza kuifanya. Yeye hakutarajia kama ingeweza kutokea hivyo. Sasa binti yuko katika dressing table yake kwa ajili ya kuweza kujiweka sawa. Afungua katika drawer, anashangaa kukuta vitu tofauti tofauti, rangi, michoreo, vipenseli na nini, vitu kadha wa kadha. Lakini pia aliweza kukuta karatasi ndani ya drawer, inabidi aichukue na kuisoma. Karatasi ilikuwa ikiweza kusema jukumu la mwanaume ni kuweza kutimiza ndoto za mke wake. Binti anashangaa, mume wangu ameweza kufanya hivi? Mara ghafla mume wake kumbe alikuwepo akiweza kumtazama hapo. Mama anamwambia kwamba ulitaka kuwa mtu wa kuwa unapaka rangi, mtu wa kuchora. Na huu ni wakati gani sasa? Ni wakati wa kuwa mtu wa kupaka rangi kuanzia leo. Binti alifurahi sana na kuweza kukimbilia kwa mume wake kuweza kumkumbatia haraka namna hiyo. Basi usiache kusubscribe channel yangu kwa ajili ya kuwa wa kwanza kupata movies kali kama hizi na nyingine nyingi. Karibu, ni MG DJ.